Yes, uharigani mwana michezo popote pale unaponitegea sikio kutoka Bahari Media, langu jina naitwa Barton JR na hii hapa ni Weekend Sports Analyze na kuletea hapa siku za weekendi ambapo inapotimu siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili za asubuhi, basi tunakuwa sambamba sako kwa bako kuweza kuziangazia zile habari za kimichezo, zile za moto kabisa kede ambazo zimetufikia tayari kunako dawati la michezo siku hii ya leo. Bwana, siko peke yangu ndani, nipo na wachambuzi, lakini pia kwenye mashine yupo DJ Eddie kuhakikisha kwamba ile burudani ambayo wewe unatamani kuipata unaendelea kuipata hapa Bahari Media. Langu jina kama nilivyosema mwanzo ni Barton JR. Karibu tukaziangaze zile habari ambazo tutakuwa nazo kwa siku ya leo. Kwa ufupi tu ama kwa uchache kabisa tutamulika michezo ya juma iliyopita kwa maana ya klabu bingwa, timu zetu Simba na Yanga zikiendelea kupeperusha bendera katika michuano hiyo, lakini tuliona nini kilitokea mechi za awali. Wanakwenda kukiwasha kweli huko katika ardhi za ugenini. Bwana, kuna nini huko? Basi nitakuja kuwasanueni ama kuwapitisha kunako habari hizo. Mimi naitwa Barton JR na hii hapa ni Bahari Media. Tunahakikisha kwamba zile habari za kimichezo unazipata kwa uzuri kabisa. Bwana, kaa hapo usiondoke, tuvute pumzi kwanza. Naam, tumerejea. Basi kama nilivyokuambia, habari ya kwanza kabisa kuianza siku hii ya leo ni mchezo dhidi ya Dar es Salaam Young Africa. Walikipiga na National Ahli pale uwanja wa Amani Zanzibar, na matokeo yakiwa 1-1, kishuhudiwa beki kisiki wa Dar es Salaam Young Africa, unamzungumzia Baka, yakiingia nyavuni na kuhakikisha timu yake inaondoka na alama walau moja. Na sasa hivi tunavyozungumza tayari washapa kuelekea kunako nchi ya baridi kali, nchi ya Morocco, kukipiga dhidi ya FAR Rabat. Hawa ndo masimu wao ambao mechi bwana itapigwa siku hii ya leo hapo Morocco majira ya saa 2 kamili za usiku, lakini huku kwetu Tanzania ikiwa ni majira ya saa 4 usiku, itakuwa ni usiku wa saa 4. Lakini kwa taarifa tu iliyo njema, na penyezewa taarifa hapa, wananiambia mshambuliaji ama kiungo mshambuliaji wa Dar es Salaam Young Africa ambaye alikuwa nje muda mrefu kupisha uuguzaji wa majeraha yake, Clement Mzize, naambiwa tayari ameshaungana na timu huko aliko sasa, na kwa taarifa tu ni kwamba atakuwa fiti na kuwakabili hawa jamaa. Ni habari njema sana kutoka kwao wananchi. Basi mimi bwana nianze na kutajia squad ambayo imekwenda huko Morocco. Golini yupo Diara, Masalanga na Msheri, magolikipa watatu. Mabeki ni Mwenda, Yao, Baka, Mwamnyeto, Asinki, Jobu, Poka pamoja na Hussein Shabalala. Viungo kuna Azizi, Damaro, Duke, Lasen Kouma huyo, Maxi, Mudathiri, Okelo, Edmundi, Pakome na Emmanueli. Nafasi ya ushambuliaji kutoka Angola, lakini pia kuna Prince Dube, mwana wa mfalme huyu Mpumelelo, lakini Clement Mzize kama nilivyo. Kiliangazia kundi lao sasa, juu kabisa yuko Al Ahly akiwa na pointi 8 mpaka sasa. Michezo ya pili ikishikwa na Dar es Salaam Young Africa alama 5, huku wakicheza michezo 4. Alafu chini yao sasa kuna hao maasimu ambao wanakwenda kukutana nao leo, FAR Rabat wakiwa na pointi 5 na mechi 4 pia, lakini chini kabisa ambaye anaburuza mkia ni JS Kabylie ambaye ana pointi 2, lakini akiwa amecheza michezo 4. Bwana, hii inatazamiwa kuwa ni mechi moja ya kukata na shoka sana. Nini maoni yako? Kabla hatujakwenda mbali zaidi, nataka nikupe udondozi kidogo. Msimamo wa Botola kule nchini Morocco, Maghreb akishika nafasi ya kwanza, Wydad Casablanca nafasi ya pili, Raja Casablanca iko nafasi ya 3 na nafasi ya 4 ikishikwa na FAR Rabat ambaye ndo mpinzani wa Dar es Salaam Young Africa siku ya leo. Na huyo bwana akiwa amecheza michezo 8 ana pointi 18, akiwa amefunga magoli 14 huku akiruhusu goli 1, na mechi alizoshinda ni mechi 5, akisale mechi 3. Tukija hapa nchini Tanzania, Dar es Salaam Young Africa kwenye msimamo sasa yukoje? Yeye juu kabisa pale anaonekana JKT akiwa na alama 24 katika michezo 14, lakini Dar es Salaam Young Africa akiwa na alama 22 katika michezo 8 tu. Lakini
akiwa tayari ashawaokotesha wapinzani wao ama timu pinzani goli 21 na yeye akiruhusu magoli mawili tu. Mechi alizoshinda ni mechi 7 akidraw mechi moja. Hii kitakwimu wazee imekaa vizuri sana. Dar es Salaam Young Africa kitakwimu anaiburuza mbaya FAR Rabat. Nini kinakwenda kutokea? Sema nini? Mechi za klabu bingwa huwa hazina wenyewe na huwa hazifati sana historia ama nini kilichopo kwenye makaratasi. Unaweza shangaa chochote kitu kinatokea, lakini tunaiombea timu yetu ya Dar es Salaam Young Africa kama wakilishi wa Tanzania pekee huko Morocco siku ya leo, tunaombea basi waweze kuondoka na ushindi kunako majira ya saa 4 za usiku. Sasa baada ya kuangazia mechi hiyo, mimi nataka nikupeleke moja kwa moja kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Wao wakiwa kule Angola tayari washafika bwana. Wamefika kule Angola na wanakwenda kuumana na Petro Atletico. Sasa nikukumbushe tu kwamba mchezo uliopita Simba bwana alitoka sare 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis. Bwana kitumbua kilitiwa mchanga pale kwa Mkapa. Hali ikawa dhofu, likasababisha mambo mengi sana mpaka sasa hivi kunaendelea na chokochoko za Simba kibao, mara wamtaki mwekezaji, mara wengine wampige mangungu. Kwa hiyo mechi hii ndiyo ambayo imekuja kuwa kiini cha matatizo mengi pale Simba. Anyway, tuangalie basi siku ya leo majira ya saa 1 kamili za jioni huko Petro Atletico Angola huko kunako hawa jamaa, basi mechi itapigwa hapo majira ya saa 1 kamili za jioni siku hii ya leo Jumamosi. Manake ataanza Simba, baadaye tutamtazama Dar es Salaam Young Africa majira ya saa 4. Timu zetu hizi bwana tuziombee sana. Nikupitishe tu kunako msimamo wa huko ligi ya Angola sasa. Nafasi ya kwanza ikiwa imeshikiliwa na Petro Atletico mwenyewe ambaye anakwenda kuumana na Simba akiwa na pointi 33, akicheza mechi 13, akiwa na goli 28 na yeye akifungwa goli 10. Bwana we. Mechi alizoshinda ni 11, sare 0 na amepoteza mechi 2. Klabu bingwa nafasi yake yuko nafasi ya 3 na alama 5. Simba wao sasa Simba wako nafasi ya 6 wakiwa na pointi 16, wakicheza mechi 7, goli 14 na wakiruhusu kufungwa 4. So unanielewa hapo? Maana Simba ameruhusu magoli machache zaidi, magoli 4, huku yeye Petro Atletico Angola yeye akiwa ameruhusu goli 10. Hii kitaalamu imekaa kwamba Petro Atletico Angola ana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi za kushinda, lakini sio kujilinda. Maana hiyo sasa ukiwaangalia Simba ama ukiwatazama wanarunyas wana watu ambao wako quick, very quick. Ukimtazama Elim Panzu, lakini ukimtazama bwana mdogo Morris Abraham, lakini ukiwatazama kina Libas Gay walioingia maingizo mapya kwa sasa, unapata picha kwamba huenda chochote kitu kinaweza kikatokea huko, ingawaje mnyama yuko dhofuli hali, wanasema yuko magharibi ya roho, kama ni bibi tumbo la msokota. Tuwaombee jamani, tuwaombee wakilishi wetu hawa waweze kurudi na chochote kitu ambacho kitakuja kutusaidia sisi ama wao pia kitawapa nguvu ya kuweza kusonga mbele. Afu kizingatia Simba kwa sasa anajitafuta mnyama. Amekutana nini mnyama? Poleni sana wana Msimbazi, na tuiombee timu yetu kwa pamoja iweze kututoa kimasomaso. Kunako line ya simu niko na mtaalamu wa soka, mtaalamu wa mpira anaitwa Lali Selemani Mzegani. Huyu mtu wa mpira kweli kweli. Bwana Selemani Lali, habari ya kwako ndugu yangu? Habari yangu ni nzuri kabisa, ila wewe huko? Mimi huko ndugu yangu niko vizuri sana, ni buheri wa afya. Sasa uko live kutoka Bahari Media ndugu yangu. Naam. Bwana, tunataka tuzungumze na wewe kama mtaalamu wa soka. Tumeona mchezo wa Dar es Salaam Young Africa mechi iliyopita wakitoshana nguvu dhidi ya National Ahli, wakitoka 1-1 na kwenda kuumana tena. Dar es Salaam Young Africa tayari ameshafika kule Morocco, na FAR Rabat yuko nafasi ya 4 ligi ya Morocco akiwa na alama 18, mechi 8 akiwa na goli 14 na yeye akiruhusu goli 1. Bwana, unazungumziaje mchezo huu hapa? Ndio. Mchezo wa FAR Rabat dhidi ya Yanga. Ndio. Kuona mchezo mgumu sana. Naam. Kwa sababu timu zote hizi kwanza ni timu nzuri, alafu ukiangalia kila timu katika ligi zao ndio ziko nafasi ya juu. Ndio. Kwa maana yake kila timu ina nguvu kubwa sana. Ndio. Lakini pia ukija kuangalia kwenye timu ya CAF ndio
kwenye mashindano yao haya kapu haya, naona kabisa kila timu ina nafasi ya kusonga mbele. Kwa hiyo mchezo huu wanaochukulia kama ni mchezo muhimu kwao kwa kila mmoja. Naam. Ukiangalia Farabati wako nafasi ya pili wakiwa na pointi 5, lakini Young Africa wako nafasi ya 3 wakiwa na pointi 5 pia, utofauti na Kampoli. Kwa hiyo Farabati wana nafasi na Yanga pia wana nafasi. Kwa hiyo tukimtazamie, kwa sababu Farabati wako nyumbani. Ndio. Wanataka kuonyesha uwezo wao wakiwa nyumbani, watatupa nafasi kubwa ya unyumbani kufanya vizuri. Lakini pia kwa upande wa Young African, kwa jinsi ninavyofahamu uzoefu wao, ukija kuangalia historia yao, ndio mechi zao nzuri au mechi zao huwa wanashinda wakiwa ugenini. Yes. Wanafanya sana vizuri wakiwa ugenini kuliko nyumbani. Kwa hiyo mimi natarajia kuona wewe kama mtaalamu wa soka, nini ambacho kinawasukuma Dar es Salaam Young Africa kuwa na matokeo mazuri uwanjani wakiwa ugenini? Kwanza kabisa commitment yao ni kubwa sana. Ndio. Wachezaji wanajituma. Na unatazamaje safu ya ushambuliaji ya Dar es Salaam Young Africa kwa siku ya leo, hasa ukimtazama Depo ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri, na nini tutarajie tena kwa siku ya leo? Atakuwa na moto ule ama itakuwaje? Swala la mchezaji mmoja swala la kujiamini, hakuna cha ugenini wala cha nyumbani. Hapa inaonyesha ni uwezo wa mchezaji. Kwa hiyo Depo ni mchezaji mzuri, ni forward nzuri kabisa, ana nguvu, ana skills, ana maamuzi ya haraka. Kwa hiyo tunatarajie maamuzi yote yanaweza kutokea. Huyu ni mtu ambaye anategemewa sana, na bado ukija kuzingatia kule kuna muunganiko wa makocha wawili katika mazoezi ya mwisho litokea, kocha mkuu wao na kocha yule aliyekawa Simba. Kwa hiyo unakuta yani umetoa mbinu za kutosha za namna gani ya kushinda huo mchezo, kwa sababu yule kocha wa Simba amefanya kazi pale Morocco na anawafahamu zaidi Farabati. Nini sasa karata yako ndugu yangu, Dar es Salaam Young Africa na Farabati tunampa nani mzee? Kwa mtazamo wangu mimi nampa Young Africa kama anaweza akatoka na ushindi. Nafasi ya watani wako kule Angola unampa nani? Nafasi kubwa Petro anaweza akashinda. Kwa nini usimpe nafasi Mnyama? Mnyama ameenda kule kama tukoda, labda akienda kupata ushindani kwa ajili ya kulinda tu heshima yake, lakini kwa uwezo wa Simba ya sasa hivi na Petro nampa Petro, kwa sababu Simba sasa hivi unaona haipo vizuri tofauti na mwanzo. Simba anabaki kuwa Simba hata kama akanyeshewa akawa mdogo. Unaweza kaona kama paka, lakini Simba atabaki kuwa Simba tu hata kama akawa ameloa. Ndugu yangu, usimkatie tamaa bwana. Kwenye swala la ushindi simkati tamaa, lakini kutokana na matokeo ya nyuma, matokeo ya nyuma ndio yanayosababisha timu ifanye vizuri au isifanye vizuri kwenye mechi inayofuata, kwa sababu anaweza kacheza kwa pressure na pressure ikiwa kubwa, maana yake unaweza ukaloa. Basi mimi nikushukuru sana Selemani Mzee Gani kutoka pande za Mwanza, Tanzania. Bwana, uwe na siku njema, weekend njema. Najua leo unapiga jaramba kuisubiria timu yako uweze kuishuhudia ikiondoka na ushindi. Tuko pamoja sana, kazi njema. Basi asante sana, kila laheri bwana.